Ikiwa dunia inawekeza nguvu katika matumizi ya nishati mbadala zinazohimiza utunzaji wa mazingira, ikiwemo vyombo vya usafiri, nasi kama chuo na serikali kwa ujumla, hatuna budi kuwa na mashirikiano na wenzetu wa kampuni ya Growth Energy. Daktari Mahmoud Abdul Wahab Alawi, mkuu wa taasisi ya sayansi na teknolojia chuo cha ufundi Karume Zanzibar, ameeleza hayo mara baada ya kusaini makubaliano ya kushirikiana na kampuni zinazojishughulisha na huduma za taaluma hizo. Kama unavyojua sasa hivi dunia inakwenda katika masuala ya nishati mbadala, yakiwemo masuala ya kuondoa au kupunguza level ya carbon katika maeneo mbalimbali, kwa kuhakikisha kwamba tunatumia nishati ambayo haitochafua mazingira, ikiwemo huu umeme ambao tunatumia katika magari yatakayokuja. Kwa hivyo kama taasisi tumejipanga vizuri kushirikiana na wenzetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile knowledge yote ya masuala ya umeme wa magari tunaipata na kuweza kuidumikia nchi katika haya mambo ambayo tunakwenda nayo, dhana nzima ya masuala ya umeme wa magari na mengine. Asante sana. Dkt. Mahmoud ameongeza kuwa taasisi ama chuo kitafaidika na mafunzo, vifaa na ujuzi kwa wanafunzi na chuo kwa ujumla. Lengo kuu katika MOU hii ni kuweza kufanya kazi kwa pamoja na hii Growth Energy kwa ajili ya kufanya masuala mbalimbali ya tafiti yanayohusiana na umeme wa magari, lakini pia tutaka kuanzisha Center of Excellence katika masuala ya umeme wa magari hapa kwetu Zanzibar. Na haya yote tutafanya kwa pamoja, ikiwemo masuala ya training vijana wetu katika masuala mazima ya kumaintain na kuweza kuyahudumia haya magari ambayo yatakayokuwa yanatumia umeme. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Growth Energy John Okoro amesema uzoefu walionao kwa kutumia nishati ya jua na Zanzibar ikiwa ni kisiwa cha utalii, hasa ukitilia maanani wamefanya kazi katika nchi nyingi katika bara la Afrika, Zanzibar itakwenda kufaidika. Problems. There's always body of knowledge on the problems. A lot of research has been done, and Zanzibar is very, I think, fortunate to be one of those islands in the world that has massive body of knowledge in terms of what the problems are. There has been a lot of research funded by international development partners. There's been a lot of scientific also experimentation into what are the resources. In 2014 there was research funded by the EU, right, called the Zanzibar Renewable Energy Program, right, the REEP program, Renewable Energy and Energy Efficiency Program. That Samuel Masawe ni meneja kampuni ya Do Elef inayojishughulisha na magari, amesema kupitia Growth Energy itasaidia sana, hasa kutokana na changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Nishati ya umeme wa jua, kwa hiyo tutakuwa tutumii huu wa TANESCO au WAZECO, tutakuwa tunatumia wetu sisi wenyewe wa jua. Kwa hiyo wataweka charging station sehemu ambako tutakuwa tukiweka, zitakuwa ndo kama sheli zetu za kujazia mafuta. Kwa zitakuwepo sehemu kadha wa kadha. Tumesha sign nao mkataba kuzindua, na siku ya leo tunashukuru kwamba itakuwa ni mwanzo wa mahusiano mengine mapya. Kwa hiyo itakuwa ni nishati madhubuti, kwa sababu kwanza hizi gari zetu zitakuwa, bei ya mafuta inavyopanda kila kukicha ni tofauti na bei ya umeme. Na ukiangalia umeme huu ambao unafuliwa na jua, Mwenyezi Mungu aliyotubariki nao, utakuwa as long as jua lipo tupata umeme na bei inakuwa tulivu. So itakuwa inabadilika mara kwa mara kama inavyobadilika nishati nyingine. Lakini pia hivyo ni magari ambayo yatakuwepo hapa nchini, na hata bei ya utumizi itakuwa chini, kwa sababu yenyewe service yenyewe ni hatutumii oil, hatutumii mafuta yoyote, kwenye ni umeme tu. Ukishaichaji inaendelea kufanya kazi. Awali wataalamu hao kutoka chuo cha Karume walipata nafasi ya kupata elimu na kutembelea katika kujifunza matumizi mbalimbali yanayolinda uharibifu wa mazingira katika eneo la mji wa Fumba katika ofisi za Growth Energy hapa Zanzibar. Makubaliano hayo yaliyosainiwa katika chuo cha Karume Zanzibar yataanzia kwa muda wa miaka 5 kwa awamu tofauti, na ikikadiriwa kutumia kiasi cha dola za Kimarekani milioni 10. Growth Energy yenye makao makuu yake nchini Ufaransa ina miradi kadhaa katika nchi 30 barani Afrika, ikiwemo mradi mkubwa kama huo nchini Burundi.